government. When you talk about labor and slaviship, ati wananchi wengi kwenye mashamba ya mkoloni walifanya kazi mingi bila mshahara. So when you talk about slaviship, it's very painful. When you talk about the challenges we are going through as of now, makampuni mengi yanayofungwa saa hii, wengi wa wafanyikazi wengi hawapati mishahara. Yes, we have collected the data, but the data we have collected is not for this forum today, because we'll raise and we'll launch it so that watu waweze kuelewa kweli zile gharama tunazoenda zitafaa namna gani. Shida ya impeachment. Shida ya impeachment. Ningetaka kuwakumbushia wengine ambao hawataki kukumbuka. Tulikuwa na rais Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Deputy wake alikuwa Ruto ambaye saa hii ni rais wa nchi hii. Uchaguzi ulifanywa ndugu Raila na chama chake wakaenda mahakamani. Walipoenda mahakamani wakasema kwamba kura zetu ama zao zimeibiwa. Waliposema zimeibiwa, history was made by Justice Maraga at the Supreme Court. Ningependa kuwakumbushia when you talk about history, kwa sababu nimeona kuna baadhi ya watu wanachokeshwa na historia. Sisi wazee na wale waliokuweko tunasema historia informs you of today, tomorrow and the future, so that you can have a destiny and chart your better destiny the way you think of. Kwa hivyo ninasema Supreme Court did set a precedent. To cut the story short, and they say the process of making President Uhuru Muigai Kenyatta, hata kumwapisha, hata kumweka kwa Kenya Gazette, hiyo process yote ambayo tuliyofanya ilikuwa kazi bure, null and void. Na ndugu Uhuru Muigai wa Kenyatta wakiwa na president wetu hivi sasa leo Samuel Ruto wakaambiwa back to the ballot box. It was irregular, null and void. That history was for the president. Today's history, those who don't want to know about this history, it may be practical. The process that went through Gachagua, deputy president-elect, went through at the National Assembly, at the graying eyes of everybody, it tells it all. I'm not here to tell you. It's you to think about it. The same courts did a process, and the court said, we Gachagua, nenda huko kwa Senate. Wamepeleka makaratasi, jitetee huko, kikiumana huko, ukiona haki and they are not fair, come back. Yes, alienda huko. Alipoenda huko, the process is not yet through. Ako kwa appeal. What am I saying anyway? In simple terms, I'm saying maneno haijafika kwa Supreme Court. Supreme Court ili set a precedent. When a process is irregular, when a process is not quite in order, when a process of doing it is not quite in order, surely it can nullify, or the court has the right to nullify, and we witnessed that happening. Today, I'm talking of the challenges now we are undergoing. I want to address the judiciary, particularly on chapter 10, on behalf of the Maumau people who produced their opinion. They wrote down what they would want. Wakasema chapter 10, kama hata katiba hii yote hatuitaki. Na chapter 10 ilikuwa inazungumzia mambo ya principles of governance, ikazungumzia mambo ya haki,
ikazungumzia uhuru, ikazungumzia kwamba mambo ya national values. Ilipozungumzia mambo hata ya national values na ikasema kwamba these are binding everybody. Hiyo ndio ilifanya watu wa Maumau wakasema wamekubaliana na hii katiba inayosema kwamba ni mzuri na ni bora. Ni hapo tu ilikuwa bora, for your information. Kwa hivyo nikiendelea nasema saa hii mahakama juzi imesema we cannot have a vacuum. Ndio, kuna muda wa siku 10 zile zilizokuwa zimetolewa na kuna muda hizo ambao tulikuwa tunaambiwa siku 60, lakini hizo haraka zote saa hii judiciary imeapisha Abrahamu Kithure Kindiki. For the purpose of peace and tranquility in our republic, I am appealing to all the members. This is the time we should think about the destiny of our nation. This is the time that we should have that debate. This is the time we should be thinking, how best should we run this country? Kwa sababu kama ni shida ya magonjwa ndio hiyo, kama ni shida ya elimu ambao Maumau walikuwa wanapigania ndio hiyo, kama ni shida ya ujinga tuko nao ndio huo, kama ni mambo ambayo ni ya maendeleo ambayo ilikuwa inatakikana tuendelee nayo ndio hiyo, kama ni vision ambao we had a vision 2030. And in Africa now we are talking about vision 2063. We cannot talk of a vision if you are not thinking of the current scenario we are undergoing. This is the time we should now come, sit together, chart our destiny. United we stand, divided we fall as a country. And this is the time now we should think, what about the future of our children? What about the future of our nation? How do we deal with the corruption? Mimi nimesema, it is time right now tutumia katiba hiyo, to deal na mondo kwa mondo. Wewe tumepata ushahidi wa kutosha, salimia. Dawa imekuja, salimia. Dawa imekuja, salimia. May we believe and trust the mighty Lord. Ati thayo, thathaya Ngai witũ thayo. Thayo, thathaya Ngai witũ thayo. Thayo, thathaya Ngai witũ thayo. Thayo bũrũri-inĩ witũ. Thayo bunge ya mwananchi. Thayo athuri a rũrĩrĩ. Thayo Kenya ng'ima. Thayo, 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 thayo. Na tutikendia rũrĩrĩ. Wale wanafikiria watauza nchi yetu, hasa huko wanatarajia wakumbuke kwamba we have got thousands and thousands who are ready to die for Mother Kenya. God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Mambogo. Asante sana.